roho. Ndio maana kuta makanisa zinavurugika, maana roho haipo. Lakini kipindi ambacho Mungu anawaambia kwamba muende kule Yerusalemu mkamngojea Roho Mtakatifu, walipoenda walimngojea na Mungu akatimiza ahadi yake. Mungu akikuadia kita akisema kwamba wewe nitakumwangia roho yangu, utakuwa mtu wa kutabiri, atakumwangia. Na akasema ya kwamba watu wa ulimwengu hawawezi wakamtambua huyo Roho Mtakatifu. Watu wa kidunia hawawezi wakatambua huyu msaidizi, lakini watu wa kimbingu, watoto wa Mungu wanatambua huyu roho ni nani. Na ndio maana mtoto wa Mungu roho akiongea anakuwa nasikia, anakuwa anatambua ya kwamba huyu ni ule msaidizi ambao ako ndani mwangu, anakuwa anapiga hatua na... Bwana Yesu Kristo wasifiwe. Mpendwa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Natumania kwamba popote ulipo mpendwa uko salama na afya, na ikiwa uko mgonjwa umwamini tu Mungu utapata uponyaji. Tumeneemika tena kwa kuweza kutoa neno lake, neno la Mungu. Kwa hiyo ninakukaribisha popote ulipo, karibu ili tukaweze kuchangia chakula cha uzima. Maana neno la Mungu linatujenga, neno la Mungu linatutia nguvu, neno la Mungu linatupa afya. Sijue kama unaposikia neno la Mungu unakuwa unajisikia aje, lakini natumania kwamba unaposikia neno la Mungu huwa linafanya kitu katika ndani ya maisha yako, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba neno la Mungu ni upanga. Kwa hiyo kama upanga unakugusa katika ndani ya kidole chako, aidha katika ndani ya mwili wako, inakuwa kinakukata. Na ndio vile jinsi neno la Mungu linakuingia, ikiwa umekosea unabadilika. Kwa hiyo karibu mpendwa popote ulipo, fungua moyo wako. Kwa hiyo kabla hatujaanza kuongea neno la Mungu, tutaimba nyimbo ya wokovu namba 141, alafu tukimaliza tutaomba tuingie katika ndani ya neno. Kwa ndugu yangu mpendwa, karibu sana. Popote ulipo, karibu sana. Fungua moyo wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Usifanye roho yako kuwa ngumu, kwa sababu ukifanya roho yako kuwa ngumu hautaweza kusikia. Lakini ukifungua moyo wako, neno la leo litakubadilisha. Kwa hiyo tunaenda kuimba nyimbo ya wokovu. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatushibisha. Tazama yuko pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Tazama yuko pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Ni vema kumupenda Mungu aliyetukomboa, vizuri kuwa mtu wake sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amina. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amina. Kiwa giza mara nyingi na jua
likifichwa, na tukijaribiwa huku twajua ni kwa muda. Mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amina. Mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amina. Mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amina. Ya Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaingia katika maombi ya kuweza kumkaribisha Mungu. Asante Mwenyezi Mungu kwa neema yako na kwa upendo wako. Tunakushukuru Mungu kwa muda kama na huu. O Yesu, tazama ninaenda kutoa neno lako. Ninakusihi Masia uniongoze, unitakase, maana mimi sifai. Hata na watu watakaweza kunitazama, uwasafishe, uwatengeneze, uwarehemu, uwasamee makosa yao na dhambi zao. Asante Mungu, maana ulisema ya kwamba mwenye haki akiomba msamaha atapata rehema. Kwa hiyo Mungu, tunakuja kwako muda kama na huu. Tunaomba roho yako atuongoze, malaika zako watuzingire Mungu. Video hii ninaifunika kwa damu yako. Yoyote atakaweza kuitazama ikaweze kumubadilisha na kuweza kumujenga. Bwana tusaidie, utukaribie. Tunavunja nguvu zote za giza, mipango yote ya giza katika jina la Yesu Kristo. Asante maana utakuwa pamoja nasi, utatuongoza, utatuonekania, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe mpendwa tena. Karibu tena kwa neno la siku ya leo. Nyimbo yetu imetuambia kwamba Mwokozi wetu anatupa furaha. Ukiwa na Mungu na kuwaka na furaha siku zote. Ukiwa na Mungu unakuwaka unatabasamu. Ukiwa na Mungu unakuwaka yani siku zote tu uko na raha, kwa sababu Mungu huwa anatupashia furaha siku zote. Kwa sababu gani? Maana Mungu haweza kukupashia majaribu. Na ndio maana mtu anakosa furaha, kwa sababu siku zote yeye aishakampashia shetani nafasi. Sasa shetani anapokuwa katika maisha yako siku zote anafanyaka nini? Anakuleteaka majaribu. Lakini tunapokuwa na Mungu, Mungu anatupa furaha siku zote. Eti ya kwamba ijapo tuko na furaha hapa duniani, mbinguni itakuwa furaha ya namna gani? Mbinguni itakuwa ni furaha nyingi, kwa sababu tutaonana uso kwa uso. Sasa hapa duniani watoto wa Mungu wako na furaha, wako na tabasamu, siku zote hawana majaribu. Sasa kule mbinguni itakuwaje? Ndugu yangu, mtafute Mungu ili akupe furaha. Mtafute Mungu ili akupe tabasamu. Yani ukicheka mpaka cheko yako inatoka kwa Mungu, sio kwa shetani. Kuna watu wakiwa na majaribu tu wanakuonesha meno, yani anacheka tu akikuonesha meno, lakini ndani ya moyo anaumia. Kwa sababu gani? Ako na majaribu. Lakini ukiwa na Mungu, ukicheka utamaanisha kabisa, mpaka mtu atasema huyu mtu ana furaha. Kwa ndugu yangu, siko nahubiri, lakini acha tuingie katika ndani ya neno. Neno letu la siku ya leo ni kutembea na Roho Mtakatifu, aiza kuwa na Roho Mtakatifu. Biblia inakuja kutuambia ya kwamba Mungu hakutuacha mayatima, bali alituachia msaidizi, na huyo msaidizi ni Roho Mtakatifu. Hii neno ilipokuja ndani mwangu ilinipashia kufikiria sana. Nikaweza kujuza sasa, kwa ule mtu ambaye anaishi bila Roho Mtakatifu anaishi aje? Kumbe kwa mtu ambaye anaishi bila Roho Mtakatifu, shetani huwa anakuwa ndani mwake, anamuonesha ya kwamba hakuna Mungu. Lakini kwa mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu, Roho huyu inamuongoza na mwambia kwamba hapa kuko na Mungu. Kwa ndugu yangu, nataka tujue ya kwamba Mungu hakutuachaka sisi peke yetu. Mungu
hakukuachaka yatima. Tembea ukijua ya kwamba mama yangu, baba yangu, mtumishi, askofu, muimbaji, ujue ya kwamba Mungu hakukuacha peke yako. Wewe yatima unayeteseka, unayehangaika, unayepitia katika magumu, Mungu hakukuacha peke yako, bali alikuachia msaidizi. Haleluya. Namupenda Mungu sana kwa sababu hakutuacha peke yetu. Ingekuwa Mungu alituacha peke yetu, basi hatungeweza kuwa na msaada yoyote. Lakini kwa sababu Mungu alituacha na roho yake, ndio maana siku zote anatuongoza. Ndio maana siku zote anakuwa pamoja nasi. Tukiwa katika majaribu anakuwa pamoja nasi. Tukiwa katika hali ngumu anakuwa pamoja nasi. Kwa sababu gani? Alituacha na msaidizi. Je, uko na msaidizi? Jiulize kwanza katika maisha yako ambao unaishi sasa hivi. Uweze kujua, je, katika maisha ninayoishi niko na msaidizi ama ni mimi mwenyewe ninayejiongoza? Iko wakati mtu anakuwa anajiongoza, yani hajui kwenye anakwenda, hajui kwenye anatoka. Kwa sababu gani? Yeye hata anajiongoza, hana hata direction ya kufanya nini, ya kuelekea. Yeye tu anachukua kila maisha ambayo ako nayo anabeba. Kwa sababu gani? Hajua mwenye anamsaidia. Lakini kwa mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu, hata katika mwenendo wako na kwako unajua kwani huyu mtu ako na Roho ako na roho ya Mungu, aza ako na Roho Mtakatifu. Hata katika msemo utajua kwamba huyu mtu ako na roho wa Mungu. Kwa sababu gani? Akisema maneno yake yanakufariji, akisema maneno yake yanakubariki, akisema maneno yake yanakujenga. Lakini kwa watu wasiokuwa na Roho Mtakatifu, akiongea tu maneno ni ya kuumiza, maneno ni ya kubomoa, maneno tu ni ya kufanya nini, ya kufanya ulie. Kwa sababu gani? Maneno ya mtu ambao hana msaidizi anakuwa kato na kufa kuropoka. Kuropoka ni sawasawa unasema tu maneno ambayo haukufikiria. Lakini kwa mtu ambaye ako na roho wa Mungu, aiza Roho Mtakatifu, kabla hajaongea na kwaka roho inamsukumia maneno. Yani roho inamwambia kitu cha kuongea. Kwa sababu gani? Ule msaidizi kitu ambacho atakusaidia ni cha kuja kukujenga, sio kitu cha kukuharibu. Na ndio maana nakuta watu wengi kuanguka sio kwa sababu eti wao walitaka, ni kwa sababu hawako na huyo msaidizi. Msaidizi washaka mwacha pembeni. Na ndio maana Mungu akasema kwamba sitawaacha peke yenu, bali nitawaachia msaidizi pale ambapo uko pagumu, aiza pale ambapo unashindwa, ili ule msaidizi akusaidie. Maana msaidizi ni nini? Maana msaidizi ni kukusaidia unaposhindwa, maana msaidizi ni kukusaidia katika yale mambo ambayo unaona ya kwamba haya ni mambo mengi, nataka mtu anisaidie. Ndio maana msaidizi anakusaidia katika mambo ambayo unafanya. Yani wewe unafanya hiki naye anakusaidia ili ufanye haraka. Ndio maana msaidizi kusaidia. Lakini unakuta watu wako na roho wa Mungu lakini hafanyi kazi. Unajua kwamba yani Mungu ambaye alituambia kwamba atatuachia msaidizi, anatuacha tu tunakuwa na roho yake ya kutusaidia, lakini unakaa kimya. Hapana ndugu yangu, hapana. Roho Mtakatifu anapokuja ndani mwako kusaidia, anakuinua katika kiroho mpaka mambo yako yanaendelea. Na ndio maana ukiangalia watu ambao wako na Roho Mtakatifu kwa sasa hivi wako yani wanasimama vizuri, kwa sababu ule msaidizi wako na wasaidia. Acha tusome neno la Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura ya 14. Tunasoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14. Tutaanzia 15 kushuka chini. Tunasoma Yohana 14 mstari wa 15 kushuka chini. Kichwa chake kinasema ahadi ya kupewa Roho Mtakatifu. 15 natuambia, mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitawaombea kwa Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu huwezi kumupokea, kwa kuwa hamuoni wala hamtamtambua, bali nyinyi mtamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu.
19 nasema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hauoni tena, bali nyinyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai nanyi mtakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana hii neno kwa sababu inatufununulia vizuri kabisa. Hakuna tafsiri nyingine. Yaani ukisoma maneno ya Mungu kiwa katika ndani ya roho, unasikia ndani mwako mna vitu ambavyo viko vinabadilika. Kwa sababu katika ndani ya roho muko chemchemu ya maji. Unaposoma neno, yani naenda kugusa ile chemchemu, sasa unasikia chemchemu ya uzima. Ndio maana Biblia inasema kwamba mkinipenda, yani tukimpenda Mungu na kuzishika amri zake, tukimpenda Mungu na kuzishika amri zake, ataomba kwa Baba, naye Baba ataweza kutusaidia. Ndio maana nasema kwamba yani atatupa msaidizi, na huyo msaidizi atakaa nasi milele. Yani kumaanisha nini? Mungu anapokupashia Roho Mtakatifu anakaa na wewe milele, haeza katoka. Yani anatokaga kile kipindi unakata pumzi na kufa. Lakini Biblia inatuambia kwamba kwa yule mtu ambayo amempokea Kristo ako hai, kwa sababu Mungu yuko hai, na wewe unapompokea huyo msaidizi utakuwa hai. Kumaanisha nini? Mtu ambayo hajampokea Roho Mtakatifu ni yule mtu ambaye ako katika ndani ya dhambi, yani yeye hajue kitu ambacho nafanya. Anakuja kuwa hai kile kipindi anaacha dhambi, anampokea Roho Mtakatifu. Na ndio maana nakuta watu wengi hatujampokea huyo Roho Mtakatifu kwa sababu bado tukingali katika ndani ya dhambi. Lakini tukiamua kuacha dhambi tutakuwa hai. Na ndio maana Biblia inakuja kutuambia kwamba mwenye ako nafanya dhambi amekufa, hayuko hai. Lakini akiacha njia zake na kutubu atakuwa hai, atakuwa kiumbe kipya. Kumaanisha nini? Ataacha mambo ya kale na kupokea uzima wa milele. Bwana Yesu atusaidie. Biblia inasema kwamba tukimpenda na kushika amri zake atatuombea kwa Baba, naye Baba atatupashia msaidizi. Na akasema ya kwamba watu wa ulimwengu hawawezi wakamtambua huyo Roho Mtakatifu, watu wa kidunia hawawezi wakatambua huyu msaidizi, lakini watu wa kimbingu, watoto wa Mungu wanatambua huyu Roho ni nani. Na ndio maana mtoto wa Mungu Roho akiongea na kuwaka nasikia, anakuwaka natambua ya kwamba huyu ni ule msaidizi ambao ako ndani mwangu. Anakuwaka anapiga hatua, anasema kwa sababu Roho anaongea acha nipige hatua. Lakini kama Roho hajaongea haeza kapiga hatua. Kitu cha kwanza ambacho utajua ya kwamba huyu ako ndani yangu, Roho wa Mungu ako ndani yangu, ni pale ambapo unapoenda kufanya dhambi huyo Roho anakuambia hapana. Kuna watu nakuja tu anakufa kufanya dhambi kwa sababu hana na yule Roho Mtakatifu wa kumkataza, anakuja kujuta baadaye. Kwa sababu gani? Hana na yule Roho Mtakatifu wa kumwambia ya kwamba hapa huku nakosea. Ndugu yangu, kutoka siku ya leo unaposikia neno hii, piga hatua, muombe Mungu akuachie huyo msaidizi. Ni kweli alituachia ahadi. Ukisoma Biblia vizuri nasema kwamba katika siku za mwisho nitawamwangia Roho yangu. Mungu atamwanga Roho yake juu yetu, na ndo tutaanza kufanya kazi yake. Bila Roho wa Mungu hatuwezi tukafanya kazi. Na ndio maana dunia haitambui Mungu. Ndio maana nakuta watu ambao hawana Roho Mtakatifu hawataweza kutambua kama upo na Roho wa Mungu, kwa sababu wako wanaona ya kwamba haueleweki. Watu ambayo wako katika mambo ya kidunia hawatatambua ya kwamba wao uko katika mambo ya Mungu, kwa sababu hawatakujua. Lakini mwenye atakujua ni yule ambaye amempokea Mungu, amempokea Roho Mtakatifu. Na mpenda Mungu sana, kwa sababu anapokuachia msaidizi anakusaidia katika kila mambo yote, katika kila jambo. Ukianguka na kuinua, ukiwa na matatizo na kufariji, ukikufisha na kufariji, anakuambia yani wewe tutulia, niko pamoja na wewe, anakutuliza vizuri. Lakini unakuta mtu akianguka katika
jaribu ameshapiga hatua nyingine, anaanza kuenda kwa waganga wa kienyeji, anaanza kuingia kwa wafumu, anaanza mpaka anataka akufe kwa sana ana majaribu ni mengi, mpaka anatamani ajinyonge akufe. Kuna watu wengine wanajua kwa saa majaribu, kwa sababu gani? Hawana yule msaidizi. Napenda sana neno la Mungu kwa sababu unapolisoma vizuri kabisa linakuletea faraja katika maisha yako, inakubadilisha maisha. Ndio maana utapata mfariji mwema kipindi uko na huyo msaidizi. Utaacha dhambi kipindi uko na Roho Mtakatifu. Utaacha zinaa kipindi uko na Roho Mtakatifu. Tamaa itaondoka kipindi uko na Roho Mtakatifu. Hauwezi ukaacha tamaa kama una Roho Mtakatifu. Hauwezi ukaacha dhambi kama una Roho Mtakatifu. Ndio maana ukiwa na Roho Mtakatifu atakwambia ya kwamba hapa kwenye unapoelekea sio pazuri. Ndio maana ukisoma Biblia, wote waliopokea Roho Mtakatifu walitembea kwa usalama, waliishi maisha mazuri, waliishi maisha matakatifu. Hawakuweza kujichanganya, walifanya kazi ya Mungu kwa nguvu. Hawakufanya kazi ya Mungu kwa woga. Hawakuweza kufanya kazi ya Mungu kwa hofu. Hapana, walisimama kwa ujasiri kwa kazi ya Mungu, wakatetea Injili. Watu wa zamani walitetea Injili, walisimamia Injili kwa sababu wako na huyo msaidizi. Ndio maana wakina Petro kipindi walikuwa wanatembea, walitembea kwa ujasiri. Hawakuacha wokovu kwa sababu walijua hii roho tuliyoipokea imetupashia nguvu. Na wewe siku ya leo muombe huyu Mungu. Hiyo roho ambayo kinakuambia kwamba acha kazi ya Mungu ni roho ya shetani. Lakini hiyo roho ambayo kinakuambia kwamba endelea ni roho ya Mungu, ni huyo msaidizi. Ndio maana kuta mtu anapokuwa na huyo msaidizi, akiona anashindwa na mwambia jikaze mwendo. Ndio maana Paulo akasema kwamba vita nimevilinda, imani nimeilinda, vita nimevimaliza. Kwa sababu gani? Alipokuwa akichoka, huyo msaidizi alikuwa anamsaidia. Ndio maana ukitazama wa mitume walifanya nini? Aliwamwangia Roho Mtakatifu, wote wakaanza kunena kwa lugha. Mungu alipokutana na wa mitume aliwamwangia roho yake mpaka wote wakaishi kwa umoja, kwa sababu hilo roho ilipowajia iliwapatanisha wakakuwa kwa umoja. Haleluya. Yani hiyo roho kipindi ilikuja kuwapatanisha wakakuwa na moyo mmoja. Ndio maana kuta watu wanatengana kwa sababu Roho wa Mungu hayupo ndani yao. Roho Mtakatifu hayuko ndani yao. Ndio maana mtu anapiga hatua kwa sababu hana ile roho ya kumwambia hapo unaenda pabaya, hapo unaenda pazuri. Kwa sababu hauna hiyo roho. Ndio maana kuta makanisa zinavurugika, maana roho haipo. Lakini kipindi ambacho Mungu anawaambia kwamba muende kule Yerusalemu, mkamngojea Roho Mtakatifu, walipoenda walimngojea na Mungu akatimiza ahadi yake. Mungu akikuadia kitu akisema kwamba wewe nitakumwangia roho yangu, utakuwa mtu wa kutabiri, atakumwangia na utatabiri. Sio vya siku ya leo natabiria mtu uongo, kwa sababu mpaka unajiuliza nitatabiri nini? Nitasema nini? Watu wataniambia niko aje? Kwa sababu gani? Wako wanakuona yani umechanganyikiwa. Roho wa Mungu anapokujia anakutuliza na kunyenyekeza. Na ndio maana nakuta yani kitu cha kwanza ambao utamtambua mtu ambaye anatembea na Roho Mtakatifu, atakuwa mtu mtulivu, atakuwa mnyenyekevu, hatakuwa anafanya dhambi. Yani mpaka akifanya dhambi anaanza kujisikia kutapika. Kwa sababu gani? Anasikia akifanya dhambi atakuwa naumiza huyo roho ambaye ako ndani mwake. Lakini kwa sasa siku ya leo watu wanafanya dhambi kawaida kwa sababu hawana Roho Mtakatifu, hawana roho wa Mungu. Na ndio nakuta watu wengi tu kufanya dhambi ni kawaida. Yani kufanya dhambi ni mazoea. Kwa sababu gani? Hawana huyo roho kuwasimamisha. Lakini ndugu yangu, ni vema sana umuombe Roho wa Mungu akusaidie. Omba Roho wa Mungu akusaidie. Tumepata msaidizi, hakutuacha mayatima. Mungu alichokisema kwako atakitimiza. Ikiwa alikusema neno nzuri katika majaribu ataitimiza ndugu yangu.
Hacha dhambi umfuate Yesu. Ndio maana kuta watu wengine tunapiga hatua bila kusemwa na Roho Mtakatifu. Yaani unajikuta tu na tabasamu. Ndio maana Biblia inasema kwamba kufanya dhambi ni utama, lakini kuitubu ni vigumu sana. Watu wengi wanafanya dhambi tu, wanacheza, wanacheka, lakini mwisho wake nakuja kuwaletea mabaya sana. Kumbuka, ukitembea bila Roho Mtakatifu unaelekea jehanamu. Na kuambia kweli, ukijenga kitu bila Roho Mtakatifu utaelekea pabaya. Ndio maana hata ukijenga nyumba bila Roho Mtakatifu hawezi ukaijenga. Ndio maana Biblia inasema kwamba mwenye anajenga kwa udongo inafanya inapeperushwa na maji, lakini mwenye mtu ambaye amejenga kwa msingi wa Yesu, nyumba yake inakuwa kinasimama. Kumaanisha nini? Ukiishi maisha ya Roho Mtakatifu, aidha ukiishi maisha matakatifu, hata kitu chochote kije hautatikisika. Ndio maana kuta watu wengine ni kawaida kuanguka kwa sababu ule Roho hayuko. Siku zote mpendwa, muombe Mungu hiyo ahadi aliyosema ya kwamba nami nitawaachia huyo msaidizi. Yaani umuulize Mungu, Mungu neno lako linaniambia ya kwamba utaniachia msaidizi. Huyo msaidizi yuko wapi? Ongea na Mungu ndugu yangu, usiogope. Ongea na Mungu kama rafiki yako. Unamwambia Mungu, ninajua ulisema ya kwamba utaniachia msaidizi. Sasa huyo msaidizi wako wapi? Na ukimuuliza Mungu anakuambia wapi ambapo umekosea. Atakwambia huyo msaidizi wako wapi. Lakini unakuta watu wengine unaamuka tu naenda mpaka watu wanaelekea kufia katika ndani ya dhambi. Unaenda pabaya sana. Ndugu yangu, ahadi ya Mungu ni kweli. Na niamina kabisa. Ndio maana maneno ya Mungu ni kweli. Hata kikawia kujiba, lakini huyo Roho ambaye ametupashia atatupashia tu kusimamia hiyo neno. Usikate tamaa mpendwa. Na kitu cha pili ambacho utamtambua ya kwamba huyu mtu wako na Roho wa Mungu, katika mwenendo wake atatembea vizuri, ataishi vizuri na watu. Ndio maana Biblia inakuja kutufundisha kwamba wamitume walikuwa pamoja kwa sababu Mungu aliwajaza Roho Mtakatifu. Kwa sababu Mungu anapokujaza Roho yake, unakuwaka unaishi na watu vizuri. Mpaka unaishi na watu kwa moyo huyu mmoja. Ndio maana watu wengi wanasemaka kwamba watu wanafanana lakini roho ziko tofauti. Kwa nini wamitume walikuwa na hii roho moja na wakafanya vitu kwa pamoja? Unakuta kanisa mchungaji anafanya mambo yake, waimbaji wanafanya vitu vyake, waumini wanafanya vitu vyake. Kanisa ikiharibika, hautajua kwenye mtu alianzia. Labda ni mwenye kwa aliharibisha kanisa, aza ni mtumishi, aza ni kiongozi, hautaelewa. Lakini zamani wamitume walikuwa kwa pamoja. Kitu kikiharibika unajua ni mtu fulani aliyokifanya. Kitu kikikuwa vizuri unajua kwamba ni mtu fulani. Paka wamitume wamoja wapo wakasema ya kwamba tukiuzisha hivi vitu tutasaidia watu wengine. Lakini wewe useme ya kwamba mnataka uzisha vitu vyako mchangie, haiwezekani. Hakuna Roho Mtakatifu. Ndio maana kanisa ikijazwa na Roho Mtakatifu wote watakuwa pamoja, watafunga nyira moja, watakaa kwa pamoja, watachangia chakula kwa pamoja. Siku ya leo mkanisa mchangie chakula, utasema huyu ni murozi, huyu ni hivi, huyu ni hivi. Kwa sababu gani? Hakuna Roho wa Mungu, hakuna msaidizi. Ndugu yangu, tembea na msaidizi. Maana msaidizi atakusaidia kila kipindi unachomhitaji. Si watu tuko tunazidi, Mungu ninaomba Roho yako, ninaomba Roho yako Mtakatifu. Unakuta dhambi zinazidi tu, hautaki kutubu, hautaki kunyenyekea, hautaki kushuka, lakini unazidi kumuomba Roho. Roho atafanya nini? Wewe ni mtu mwenye fuyo, unamuomba Roho Mtakatifu. Roho nipashie moyo moja. Moyo gani ndugu yangu? Nyenyekea kwanza. Muombe Mungu, nyenyekee, utubu dhambi zako. Lakini wewe kiburi kimekuja, fitina imekuja, eti na wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, haiwezekani. Haiwezekani. Hauwezi ukaongozwa na Roho Mtakatifu kipindi uko na kiburi. Hauwezi ukaongozwa na Roho Mtakatifu kipindi uko na dharau. Hauwezi ukakuwa na mtu moyo mmoja kipindi wewe ndani mwako mnajaa fitina. Haiwezekani.
Ndio maana kuta mtu kimtambua unasema kweli huyu mtu ako na roho wa Mungu. Kwa sana kuta ukimwambia ndugu yangu nina shida anakusaidia. Ukimwambia ndugu yangu nahitaji msaada ako karibu na wewe. Lakini wewe siku leo Mungu mtu akwambia kwamba ndugu yangu niko na shida. Wewe kila siku unakuwa na majaribu. Kwa sababu gani? Hauna roho wa Mungu. Na ndio nakuta watu wengi hawaogopi kufanya dhambi. Kanisa haliogopi kufanya dhambi. Kwa sababu gani? Yani hawana Roho Mtakatifu. Ishi maisha matakatifu ndugu yangu. Ndio maana maandiko yanatuambia kwamba tukiishi na Roho Mtakatifu atatusaidia katika kila jambo. Kwa nini tuteseke? Eti ya kwamba ulimwengu hawezi kumtambua. Wenye dhambi hawezi wakamjua Roho Mtakatifu. Ndio maana kuta watu wa kimwili unapojazwa na Roho Mtakatifu wanasema kwamba umechanganyikiwa. Kwa sababu kuelewa hawakutambua. Ni aje shetani amjue Roho Mtakatifu? Haiwezekani. Na ndio maana unapokuwa na Roho Mtakatifu shetani atakuogopa sana. Shetani atakuogopa sana. Lakini watu siku ya leo shetani hawaogopi. Maana tulishakajipasha kwa shetani. Yaani unakuta mchungaji anaongozwa na shetani. Yaani Mungu akimtuma kuhubiri kuhusu dhambi anajipangia mahubiri mengine. Mungu akimtuma katika ndani ya vijana anabadilisha mahubiri. Kwa sababu gani? Hana Roho wa Mungu. Hivi tunaelekea wapi? Unakuta watu wanawatuma wafanye kazi ya Mungu, wanachanganyikiwa, wanafanya mambo mengine. Mimi sikuitiwa kuwa mama pasteri. Mimi sikuitiwa kuwa mchungaji. Mimi sikuitiwa kulinda kanisa. Mimi nimeitiwa hivi na unakuta unajipashia na kazi ambayo hauko nayo. Kwa sababu gani? Hakuna Roho Mtakatifu. Lakini kumbuka kichwa cha neno kinasema kwamba kutembea na Roho Mtakatifu, kuishi na Roho Mtakatifu. Na tukasoma maandiko yakatuambia kwamba huyo Roho Mtakatifu ulimwengu hawezi ikamjua. Lakini wewe ambao utakaweza kumjua ni wewe ambao umejipana kwa Mungu. Wewe ambao uko karibu na Mungu, wewe ambao uko ndani ya Mungu ndio utakaweza kumtambua. Unaweza ukaishi na Mungu miaka na miaka usimtambue kwa sababu unajichanganya, unajivuruga. Ndugu yangu, shikamana na Mungu. Roho Mtakatifu ajulikane ndani mwako. Watu wanapokuona uwafariji. Ndio maana Biblia inasema katika kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 5:13 ukisoma chini nasema kwamba nyinyi ni chumvi cha dunia. Ukishuka chini nasema kwamba wawatazamao matendo mema wamtukuze Baba wa mbinguni. Ndio maana na wewe ukiwa na Roho Mtakatifu, mtu anavutwa na roho yako. Mtu anasema huyu mtu ako na roho ya mzuri. Kwa sababu gani? Ako naangalia chenye kiko ndani mwako, kiko kinamuangazia. Ndio maana mtu akiwa na roho wa Mungu anakuwa na nuru ndani mwake. Ni aje mtu mwenye ako na zamba tembee na nuru? Haiwezekani. Hana Roho Mtakatifu. Tumuombe Mungu sana. Mtumishi, rudia kwa nafasi yako. Unakuta tuseme hivi mfano, mtu anamtuma aende kuokoa wanawake, yani baba moya hivi wanakutuma eti enda kuhubiria wanawake pale. Unaenda kubadilisha, ukikuta jinsi wanawake wanavaa masketi mafupi, vifua wazi, unaanza kuwatamani, unabadilisha mahubiri. Hawezi kuwa na Roho Mtakatifu kama wewe uko hivyo. Lakini Mungu anapokutuma, ndio maana kipindi wa mitume Mungu alikuwa anawatuma, walikuwa wanapasha injili kwa nguvu bila kutazama kwamba huyu anavaa uchi ama huyu havai. Wanatangaza injili, wanasimama kwa ujasiri. Lakini washangaa sana mchungaji anashindwa kuhubiri kweli. Wewe tunabakia katika mahubiri ya kuhusu ndoa, kuhusu kuolewa. Hivyo tu ndio mahubiri ya sasa hivi. Na ndio jinsi watu wengine ndio yenyewe mnataka. Kuliko wahubirie jinsi ya kuwa na Roho Mtakatifu wasaidie katika hii safari ya kwenda mbinguni. Tunashindwa kumtambua Mungu. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, hautajua mchungaji wa kweli na mchungaji wa uongo. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, hautajua huyu ni wa kweli, huyu ni wa uongo. Na ndio maana Biblia inasema kwamba chunguzeni hizo roho. Ukiona mtu anakuja kukuambia, watu wengi tu kwa sasa hivi tulishakaenda na mahubiri ya upako mpaka unakuja mtu anakutabiri unasema huyu mtu ametoka kwa Mungu. Hapana. Sio kusema mwenye wako na Roho wa Mungu ndio anakutabiria tu, hapana. Katika kazi zake zitakushuhudia kwamba huyu mtu wako na Roho wa Mungu. Tembea na Mungu ndugu yangu. Na ukimwona mtu ambaye anatembea na Roho Mtakatifu,
anajulikana. Sio kama siku unakuta mtu leo kanisani alikuwa anajaza, kesho ameenda kuwa kahaba. Kesho nyingine siku ya Mungu anafunga vitambara vizuri sana, kesho anaingia katika mambo ya kujipodoa nini, anajiremba. Hapana. Roho Mtakatifu anapokaa ndani mwako unajulikana siku zote kabisa. Yaani unatembea. Ndio maana nakuta watu wengi wanakubali kudharauliwa kwa sababu ni ule roho ambao wako naye anawasaidia. Lakini wewe uko tayari kuacha kazi ya Mungu kwa sababu una Roho Mtakatifu. Shetani alishaka kutawala tayari. Utatembeaje na Roho wa Mungu kipindi wewe mwenyewe ushakajipashia dunia? Heti tutafika mbinguni kweli? Hawezi ukafika mbinguni kipindi hautumikie hiyo mbingu. Ufalme wa Mungu unatafuta kwa nguvu. Hawezi ukakuwa na nguvu kipindi hauna msaidizi. Na ndio maana nasema kwamba hata tuacha mayatima. Hata tuacha mayatima. Na kama hatuachi mayatima, tukimtafuta tutampata. Mtu mwingine akasema kwamba nimtafute Yesu ameenda wapi? Can you imagine ni mtu ambaye anamtumikia Kristo ambaye kwa hapa duniani anajua kwamba saa yoyote anaweza kapita, anakuuliza kwamba Mungu nimtafute yako wapi? Mtafute Mungu maadamu anapatikana. Tafuta huyo Roho wa Mungu, tafuta hiyo ahadi ambayo Mungu alikuahidia. Kwa nini ukufe kabla ahadi yako haijatimia? Kwa nini ndugu yangu? Muulize Mungu, mtembelee Mungu, mwambie Mungu, ninajua ulisema ya kwamba katika siku za mwisho utanimwangia roho yako. Sasa hiyo roho iko wapi? Wale mabinda ambao wanasema kwamba watatabiri, leo wako wapi? Wazee ambao wataota ndoto na maono wako wapi? Wako wapi ndugu yangu? Mtafute Roho Mtakatifu. Tembea na Roho Mtakatifu. Kipindi ambacho Yesu ako na wanafunzi wake alisema kwamba nyinyi ambao mtakuwa na Roho Mtakatifu mtanitambua mimi. Mtanijua mimi ni nani. Lakini kama nyinyi hamna Roho Mtakatifu hamtanijua. Tutaishi pamoja, tutachangia pamoja. Ndio maana Mafarisayo kipindi wako naishi na Yesu hawakuwa wanamjua. Hawakuwa wanamtambua. Ndio maana alikuwa anamuuliza maswali mengi. Huyu ni nani kwanza? Atuambie hivi. Huyu ni nani wa kuponyesha watu? Hawakumjua. Kwa sababu hawana Roho wa Mungu, wako na roho ya shetani. Ndio maana unapokuta mtu wako na roho ya shetani, anajipeleka mbele tu siku zote. Hapendi kushauriwa. Yeye anajua kwamba mambo ambayo anafanya ni ya mzuri. Kwa sababu gani? Hatembei na Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, ninatamani sana umjua huyo msaidizi ambao uko naye. Je, ni msaidizi wa shetani au ni msaidizi wa Mungu? Na kama ni msaidizi wa Mungu, basi uliza ya kwamba Mungu, niko na wewe, sasa nifanye nini? Lakini kama ni msaidizi wa shetani, mtembelee shetani. Mwambie shetani, nimekubali kukutumikia. Nitapata faida gani? Maana nampenda sana Petro, alipokuwa akitembea na Mungu anamwambia, tumekubali kukufuata. Tutapata nini? Ikiwa shetani alikupokea atakuambia, na ikiwa ni Mungu alikupokea atakuambia. Tembea na Mungu. Watu wakujua ya kwamba unatembea na Mungu. Ijulikane ya kwamba wewe uko na Roho Mtakatifu. Lakini unakuta mtu anajezwa anaenda kumzimisha. Huyu haiko Roho Mtakatifu. Paka wanakufanya nini? Wanakuambia huyu ni shetani ambao kuna mchezesha. Nakuta watu wengine shetani ako naambia kwamba msiseme kwa hivi na hivi. Unazania amejezwa na Roho Mtakatifu. Kumbe ako napambana na nguvu za giza kule. Hapana. Roho wa Mungu anapokaa ndani mwako, anakusaidia katika mambo yote. Ikiwa ni kuonya unaonya, ikiwa ni kukemea unakemea, ikiwa ni kutenda wema unatenda wema bila kwa unafiki kabisa. Kwa sababu uko na msaidizi. Na ukitaka kufanya dhambi, Roho Mtakatifu anakuambia hapana, hapo sio kwako. Ukitaka kwenda kinyume anakuambia hapana. Ukitaka kujiongoza mwenyewe anasema hapana, kwa sababu uko na Roho Mtakatifu. Kwa ndugu yangu, ni vema sana tutembee na Roho Mtakatifu. Ni vema sana tujenge kitu katika ndani ya Mungu. Ni vema sana tuishi katika ndani ya msaidizi. Maana tukikuwa na huyo msaidizi atatuongoza na kutusaidia katika mambo yote ambayo tuko nayo. Kwa ndugu yangu, hiyo ndio neno la siku ya leo, na ubarikiwe. Amen.